Yesu asante, maana saa hii unaenda kusema na sisi na unalituma neno lako kutuponya na maangamizi. Baba, ninakushukuru na kukabidhi madhabahu hii sasa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Pigie Bwana makofi wakati unakaa. Pigie Yesu makofi wakati unakaa. Praise team, asante sana. Mungu awabariki sana kwa huduma nzuri. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nipungie na kusalimu kwa jina la Bwana. Na nilisema mchana nikasema kwamba kawaida ya Mungu huwa haruhusu watu wake wakae mahali bure kabisa. Mungu hawezi kuruhusu ukatoka mbali alafu ukaja ukakaa hapa bure. Hakikisha mkutano huu unaacha alama kwenye maisha yako, ambao utashuhudia watu wako. Kama una watoto wa watoto wako, utashuhudia kwamba siku moja kulikuwa na mkutano wa Injili na Manga, ndipo Mungu alivyonibadilisha namna hii. Amen. Ni hatari sana kuwa mbele za Mungu alafu ukabaki ulivyo. Maana yake wewe ulichukulia kama kawaida. Sikiliza nikwambie, mkutano wa Injili ni gharama kubwa sana. Gharama ya muda na gharama ya fedha. Naomba usiutumie kwa mazoea, utumie ukunufaishe. Na ndio maana Mungu ameruhusu watu wakaja, lakini ndio maana amekuambia njoo. Kwa hiyo ukiwa hapa, kaa kwa makini sana. Haleluya. Uwe unadaka vitu vya Mungu alafu vinakuvusha. Kuna watu wamefungwa watafunguliwa. Haleluya. Na kuna watu wamefungwa hawajui kama wamefungwa, lakini utagundua nilikuwa nimefungwa. Kwa sababu kuna vitu uwezi alafu unafikiri ni kawaida kutokuweza. Si kawaida. Mimi nilishagundua si kawaida kutokuweza. Kutokuweza kuna kamba isiyoonekana katika ulimwengu wa roho ambayo inafunga mtu asiweze kupiga hatua. Na hii ni kwa kila mtu. Wala hata mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke tulisema ana vita jioni. Na vita tumeziona nyingi sana. Zingine ndogo ndogo, zingine kubwa. Nilisema leo tusingefanya mkutano hapa, maana ajali ile ilikuwa ni mbaya sana, ilikuwa itupate pale. Kweli kabisa, nikikumbuka yule mtoto nasikia nywele zinasisimka, kwa sababu niliona jinsi ambavyo tutamgonga yule mtoto alafu kwa kweli asingetambulika. Maana tulikuwa spidi kubwa, katoto kanakimbilia gari, tuna spidi 160. Mungu akatuokoa, tukajua mkutano una vita. Na mkutano wenye vita ndio mzuri, maana ndio shetani ameona tunaenda kulenga panapotakiwa. Sijui unaelewa. Tuko pamoja? Ukiona unafanya vitu adui yako anakaa kimya, ujue hujafanya vitu vya maana. Na mara nyingine adui anapendaga mtu anapokuwa hana kitu cha maana. Unashangaa ni rafiki yako, lakini ghafla ukianza kubadilika, adui anaanza kujidhihirisha. Kama mlikuwa mnasalimiana vizuri, wewe nenda angalia tu. Kama mlikuwa mnasalimiana vizuri, anaanza kununa. Anaanza kunini? Kununa. Ndio utakutana na watu wanasema fulani hatusalimiani na hatujawahi kukosana. Ujue alikuwa ni adui yako. Kwa hivyo na sisi ambavyo tunaona tuna vita namna hii, tunaendelea kusonga mbele kwa sababu tunajua tunafanya kitu ambacho kinamuumiza adui. Ndio maana anatupiga vita. Vita zingine kubwa, zingine ndogo ndogo na kadhalika na kadhalika. Zilianza siku nyingi, tangu wakati wa maandalizi ya mkutano. Tulikuwa tunapata jinsi ambavyo shetani anapambana na sisi katika maandalizi ya mkutano huu. Lakini tunamwamini Bwana, maana amewezesha, umekuwepo. Yaani kosa alilolifanya shetani ni kuruhusu madhabahu ya Bwana ikajengwa hapa. Yaani hapo alikosea.
Maana hapa tutakapoondoka, utawala wa adui utakuwa umefutwa kabisa. Labda uje uruhusu urudi tena. Haleluya. Mimi nakuhakikishia kabisa. Na kuna watu mkijiachilia vizuri, utatoka na historia imebadilika hapa. Historia ya nyumbani kwako, historia yako mwenyewe, historia hata ya kiuchumi. Tusome maandiko fulani hapa. Nataka nikuambie, nikikaa na watu nataka niwaambie jinsi ambavyo Mungu anawawazia na jinsi ambavyo adui anawawazia. Hatutaki tujue upande mmoja, tunajua pande zote ili tuzifanyie kazi. Amen. Nataka nisome maneno machache alafu tuombe. Mimi kutoka kwenye mkutano ambao nipo bila kuomba ni mwiko, ni marufuku. Haleluya. Ni marufuku. Yani ni mtifuano na shetani mpaka ajue kwamba ajute kwa nini aliacha tukazaliwa. Amen. Yes. Tutajifunza maneno machache kwenye kitabu cha Nehemia sura ya 4 kuanzia mstari wa 6. Tutaendelea kidogo, alafu tutasema, alafu tutaomba. Haleluya. Wachawi wanaloga usiku, lakini siku hizo wanaloga hadi mchana. Zamani ndio walikuwa wanaloga usiku peke yake. Na sisi tunapambana nao usiku na mchana vile vile. Nehemia sura ya 4 mstari wa 6 anasema, basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Tukaujenga ukuta, si ndio? Anasema mstari wa 6, basi tukaujenga ukuta, nao ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Yaani walishaanza ukuta, alafu wakaujenga nusu, ukafika nusu. Tuko pamoja? Anasema tukaujenga ukuta ukafika kiasi cha nusu ya kimo chake. Maana yake waliplani wafikie sehemu fulani, na hapa story hii ilipoandikwa walikuwa tayari walishafika nusu ya ukuta. Ukuta upi? Wa Yerusalemu. Upi? Uliobomolewa zamani. Ni story ya nyuma kidogo. Anasema lakini ikawa Sambalati na Tobia na Waarabu, Sambalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashdodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhibika mno. Yaani ukuta umefika nusu. Kwa sababu mara nyingine mtu unapoanza watu wanasema huyu hana mahali anaenda. Lakini kwa kuwa ni neno la Bwana, kwa sababu baada ya mkutano huu kuna neno litakuja kwako na kuna vitu utaanza kufanya. Watu hawatajua kwamba Mungu ameanza kazi yake katika maisha yako. Sasa kitakachotokea, watapuuza kitu chako utakachokifanya. Kama ni huduma yako wataipuuza. Kama ni biashara yako wataipuuza. Kwa wale wanaoenda shule, kama ni shule wataipuuza, wasema anaenda tu hapo. Lakini kuna saa wataona umefika nusu ya mwisho wako, ndio watashtuka kwamba huyu mtu anaenda mbali. Nadhani tumeelewana, sio? Tumeelewana. Watashtuka mtu huyu anaenda mbali. Saa hii unapoanza kinaonekana kitu cha kijinga sana. Lakini kwa kuwa Mungu ndiye amekuambia, nashika sana kitu unachoambiwa na Mungu. Kwa sababu kitafanikiwa tu. Hata kwa namna gani kitafanikiwa. Kitafanikiwa, shika. Na watu watapuuza. Lakini kuna saa utafika, utaona umefika mahali na wataanza kuona sasa. Sasa wakianza kuona, ndio huu mstari wangapi unaanza kuwa applicable. Ndio unaanza kufanya kazi. Huu mstari wa 7. Anasema waliposikia kuwa kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea. Ina nini?
ina nini? Inaendelea. Anasema na ya kuwa mahali palipobomoka. Kwa sababu wewe kuna mahali umebomolewa. So unajua mtu anabomolewa, mtu ukimwona hautamani maisha yake. Unamuona mtu amechoka, amebomolewa sana, amepigwa mabomu ya adui, amekongoroka. Unamuona mtu hata hana afya. Sikiliza, ukiwa una afya mbovu, ujue umebomolewa. Lakini neno la Bwana linapokuja linaanza kukujenga. Alafu kuna saa unafika, watu wanaona mahali palipobomoka panaanza kujengwa. Unaanza kuona tu mtu ulikutana naye jana, unamuona amebomoka. Alafu ukikutana naye kesho unaona ameanza kujengwa kidogo kidogo. Hujawahi kuachana na mtu mwaka mmoja, alafu ukamwacha amechoka vibaya. Alafu baada ya mwaka mwingine ukamkuta amevaa suti. Unajiuliza huyu mtu imekuwaje? Unaanza kuona dalili fulani kwamba ayumkini huyu mtu hana mapito kama yale niliyomwacha nayo. Ujue ukuta umeanza kujengwa na mahali palipobomoka pameanza kujengwa. Haleluya. Na Bwana huwa anajenga mahali palipobomoka kidogo kidogo. Huwa haachii adui wajue kwamba kuna kitu kinaendelea. Watakuacha. Wakishangaa wanakuja wanakuta umevaa suti. Wanashangaa ile umevaa suti, ndio wanaanza kuibuka sasa. Ndio anasema hapa wakaona sasa naongea suti, lakini mambo ni mengi, si ndio? Suti ni mfano tu. Si kwamba suti ndio nini, lakini ni mfano tu. Lakini pia huwa inatutambulisha mtu kwamba saa hii huyu mtu ameanza kujengwa mahali palipobomoka. Tofauti unaona mkuta amevaa vibaya, amekongoroka, amechanganyikiwa, ukiongea naye ni kama vile akili haijanyoka vizuri, kwa sababu umaskini nao huwa unafanya mtu anaonekana hana akili. Unajua kila mtu ana akili, isipokuwa mtu akipigwa na umaskini akili inayumba kidogo. Kwa sababu anakuwa kwanza hajiamini. Anakuwa kila akiongea tu anafikiri anaonewa. Mimi kuna siku moja nilikuwa maskini sana, nikawa niko shuleni, nikaota. Wale jamaa zangu, wanafunzi wenzangu nikawaambia, alafu nikasema, unajua zile ndoto za kuota alafu unasema. Kuota kama wewe unaota unasema. Sasa mimi sikujua. Nikaota nasema mbona mnanicheka? Wakatuuliza nani amekucheka? Kumbe nilikuwa naota. Nimepigika kisaikolojia mpaka akili haiko sawa sawa, nasema mbona mnanicheka? Ndio hivyo akili za mtu aliyepigika zilivyo. Lakini ukianza kujengwa mahali palipobomoka, ukutana na mtu mwaka jana, alafu ukutana naye mwaka huu, hata kuna kitu ataona. Hata mpangilio wako wa maneno utakuwa umenyooka. Haleluya. Mpangilio wa maneno unanyooka, alafu anakuona kabisa unajiamini. Anakuona kabisa unajua unakoenda. Lakini kuna mtu saa ukutana naye unajua kabisa hajui anakoenda. Na ndio unakuta wale watu wasiojua wanaanza kukatana, kukutenga, kwa sababu wanakuona kabisa una mwelekeo na kwako hatarajii kupata kitu chochote. Nani ananielewa hapo? Nyosha mkono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watu wamedorora sana na wamebomolewa na wameenda umbali na umekaa muda mrefu akifikiri. Kuna kitu nimewaambia watu, nikasema please usije ukakaa unajidanganya unamsubiri Bwana, kumbe umebomolewa. Unatakiwa ukikaa mahali ukiona hali ambayo huielewi, kasirika, alafu auliza Bwana tunafanyaje? Ukiona umebomolewa usikae kimya. Kaa kama Nehemia aliyesema, ukuta wa Yerusalemu hauwezi ukabomolewa alafu mimi nikakaa kimya. Hapana, nitaomba kibali nikaujenge ukuta. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona familia yako imebomoka usikae kimya. Ukiona wewe mwenyewe umebomoka usikae kimya. Ukiona biashara yako imebomoka usikae kimya, hata kama wengine hawana mwelekeo huo. Kumbuka, vitu vizuri havijulikani na kila mtu. Tunaelewana? Tuko pamoja? Haleluya.
Sasa hao watu ndio wakaona ukuta umejengwa, alafu palipobomoka panaanza kujengwa sasa. Anasema wakagadhibika sana. Alafu kwa bahati ukisoma hapa auoni mahali Nehemia amewaibia fedha zao za kujenga. Kwa ghadhabu yao ilikuwa si kwa sababu Nehemia amewahujumu, no. Si kwa sababu aliwaibia akaenda kujengea ukuta, hapana. Ni fedha zao walitumia, ni matirio yao walitumia, lakini wale watu wanakasirika sana. Ndio nilikuambia mchana. Kwa ndo maana nilisema mchana nikasema, saa unajenga nyumba yako ndio saa unatakiwa uanze maombi, kwa sababu wanakasirika sana. Na watu wengi wakati wanapanga wameishi kwa amani, lakini walipojenga walianza kuishi kwa vurugu sana. Kama mtu ameoa anajikuta yeye na mke wake hawaelewani. Shalom. Na watu wengi walipokuwa hawana fedha, walikuwa na hamu ya kula sana. Ndio baba. Naitwa appetite. Hallelujah. Na wengi waliokuwa hawana magodoro ya kulalia, walivyoyapata wakaanza kuuma migongo, hawaenjoy tena kulala. Nani ananielewa hapa? Kwa nini? Kwa sababu ulipojenga mahali palipobomoka walikasirika sana. Tunaelewana? Walipopata fedha ya kununua nyama, visukari vikaingia, wakaambiwa utakiwi kula nyama tena. Sasa nataka nikupe akili, maana tuna mahali tunaenda rafiki yangu. Na nakwambia haijalishi kwako kuna giza namna gani, Mungu anaweza. Mungu anaweza. Nakwambia Mungu anaweza. Hiyo nyumba yenu Mungu anaweza kuibadilisha. Tuko pamoja? Tunaelewana? Wewe Mungu atakubadilisha kuanzia fikra. Utaanza kufikiria mpaka watu wataanza kujua kwamba sasa hivi una fikra njema. Sasa angalia Nehemia alichofanya. Ndio maana tunajifunza kwanza maneno ya Mungu ili tuwape watu akili. Ili tuwape watu nini? Akili ya rohoni. Kwa sababu elimu ya Mungu ni muhimu sana. Ukiipuuza, lakini utakuta utateketea, baadaye utarudi kwa kuchelewa, utakuta inakusubiri tu. Ukielewa, ukiifanyia kazi, inakusaidia, unavuka. Amen. Na yenyewe inahitaji, elimu ya Mungu inahitaji ifanyiwe kazi endelevu. Yani bila kukoma. Yenyewe inahitaji mtu aifanyie kazi endelevu, yani ni endelevu. Na kwa kadiri unavyozidi ukiifanyia kazi, kuna vitu unajenga kwenye maisha yako. Vitu visivyoonekana unavijenga, na watu hawavioni, kwa sababu watu wenye akili wamefichwa hayo mambo ya maana namna hiyo. Kwa unajenga vitu kwenye maisha yako. Unakuja kwenye mkesha leo, kuna hatua unajenga, na kuna mapepo unafukuza yanayokubomoa. Tuko pamoja? Tunaelewana? Wewe utakaa uliambiwa hautaolewa. Haya, umeolewa kwa bahati. Unaambiwa hautapata watu, unapata watoto. Ukipata watoto wako wanafanywa makahaba. Ukipata wanaume wanafanywa hao watu wa mitaani. Unakuta mwanaume ukivaa, wewe angalia, wewe umepata mtoto wa kiume afu anasuka nywele. Anasuka nini? Anasuka nywele mabutu. Anafahamu mabutu? Unapata mtoto wa kiume anasuka nywele, anavaa hereni. Anavaa nini? Anavaa hereni. Kwa hiyo wanagombania mahereni na wadada dukani. Yaani na yeye wadada wakienda, niambie kuna hereni mpya imeingia, na yeye anauliza. Haya, kuna nywele mpya zimeingia za kusuka, naye anauliza. Ni mtoto wako wa kiume. Shalom. Nani ananielewa?
unawapata watoto wa namna hiyo. Ukiwapeleka shule wanaenda wanarudi, unapiga kona huko wanarudi, wanakuambia tumetoka shule. Ukija wakifanya mtihani wanafeli. Ni mahali palipobomoka. Unaanza kuchapa, unachapa mpaka unataka kuua. Hakuna mtu anabadilika, kwa sababu hayo mambo hayajawahi kusaidia. Anza kwanza katika ulimwengu wa roho, ndio then uje kwenye ulimwengu wa mwili, itakuwa rahisi. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema kwamba wakafanya shauri, mstari wa 8. Baada ya kuona watu wamegadhibika, watu waliogadhibika wakafanya shauri wote pamoja. Watu walikuwa watu 1, 2, 3, 4, 5. Lakini hao watu, mtu ambaye alikuwa mmoja ni Sambalati na Tobia. Lakini kuanzia watatu walikuwa ni Waarabu, hatujui walikuwa ni wangapi. Kwa hiyo ilikuwa ni kundi la watu wanawaita Waarabu, Biblia inawaita Waarabu. Alafu wanne ni Waamoni, kwa maana hiyo walikuwa zaidi ya mmoja. Alafu na Waashdod nao walikuwa zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni kundi la watu. Anasema watu hao, mstari wa 8, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Sikiliza, hao watu walipoona ukuta umejengwa, nusu ya kazi imefanywa, na watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi sana kama vile wewe. Anasema wakagadhibika. Anasema hao watu wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana. Watu wamefanya shauri kuja kupigana na wewe, na wamepigana na wewe bure, wala hujawaibia wala hujasogeza kitu chao, lakini wamepigana na wewe bure. Tunaelewana? Walipoona ukuta unajengwa. Sasa sikiliza, hapo nataka nikimbie mara moja. Anasema wakafanya machafuko. Angalia machafuko yanavyofanywa saizi. Angalia watu wanavyopambana hata na huduma yako tu. Nilishangaa, na niseme tu wazi, nilishangaa. Mimi nimehubiri injili, lakini sijawahi kupingwa na watu. Napingwa na watu. Niseme hiki kitu, sijui Bishop nisaidie, niruhusu niseme. Yaani huduma yangu inapingwa na wachungaji. This is funny. Yaani nashangaa sana. Nilitarajia nipingwe na walevi au wachawi, lakini huduma yangu inapingwa na wachungaji. Lakini kama Mungu aishivyo naye simama mbele zake, subiri hapo mbele uone. Ndipo itajulikana tumeitwa na Bwana. Haleluya. Alafu baada ya mkutano huu utajua tu tumetumwa na Bwana, maana kuna kitu kitatokea. Yaani haiwezekani tukaje hapa kisitokee kitu kwenye maisha yako. Aliyepigana nawe tunaenda kupigana naye kwa jina la Yesu. Aliyekurudisha chini tunaenda kumrudisha chini yeye kwa jina la Yesu. Alafu sisi tutakuwa tunasonga mbele. Waliotaka tushindwe mkutano unafanyika mpaka Jumapili saa kama hii. Haleluya. Na watu wataokoka hapa kwa taarifa yako, na watu watainuliwa hapa kwa taarifa yako. Wenye shida ya uchumi waje. Kama umeshindwa kujenga nyumba, njoo, Bwana atakupa nyumba hapa. Kama biashara imedorora, njoo, Bwana atakutengeneza hapa. Kama familia yako imeyumba, njoo, Bwana ataitengeneza hapa. Atajenga mahali palipobomoka hapa. Haleluya. Ndipo atajua Bwana ametutuma. Haleluya. Sikiliza Bwana, hao watu mimi nikiwasoma Bwana nishangaza sana. Ndio maana ni kila wakati nikisema na yasemaga haya maneno, kwa sababu nikisoma hawa nakuta watu wanaofanana nao, nakumbana nao umumu katika maisha ninaoishi. Sasa mchungaji anazuia mkutano, tena niseme kabisa kama amelala asikii. Mchungaji anazuia mkutano wa injili. Anataka nini sasa? Anataka tuje na uchawi? Anataka tuje kuloga? Ni nini hiyo? Mimi ndio wamenitaabisha hao watu. Yaani wamenitaabisha sana kwenye injili. Lakini Bwana isivyo tumeendelea kuhubiri injili. Na
na injili imepenya na watu wamebadilishwa maisha. Ndio maana unaona timu hapa tuko nayo hapa, ni kwa sababu Bwana ameibariki huduma yetu. Haleluya. Ndio maana hatukwami, tunasonga mbele pamoja na kupigwa, lakini tunasonga mbele na tutasonga mbele. Yaani nasikia roho Bwana ananiambia maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe utasonga mbele. Pata hasira, usiende kupigana. Silaha zetu ni katika ulimwengu wa roho. Tutapigana kwenye ulimwengu wa roho na tutashinda. Amen. Haleluya. Angalia hao watu wenzetu hapa walichokifanya. Anasema mstari wa 9, basi sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Neno vizuri sana, neno tamu. Anasema sisi, yani wao walipopanga shauri, tulimuomba dua Mungu wetu. Walipotaka mkutano usifanyike hapa, tulimuomba dua Mungu wetu. Nilipokuwa nikiambiwa anapinga, tulipiga magoti, tukafunga na kuomba. Tukasema Bwana, wewe ndio umetuambia tuende, naomba tusaidie tuweze hili jambo. Tuko hapa, hatuko, tupo. Haleluya. Bwana ametenda. Anasema basi sisi tulimuomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Tunaelewana? Tukaweka nini? Lazima uombe dua, alafu uweke ulinzi. Yesu anasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kukesha na kuomba ndio kuweka walinzi kwa ulimwengu wa sasa, ili uzuie hao waliopanga shauri. Uzuie Waarabu, uzuie wa Ashdod, uzuie wa Amoni, uzuie kina Tobia na Sambalati. Hauwezi kuwazuia kwa kusema. Yani kwa mfano, kati ya silaha ambazo zimeshindwa ni ukisemwa na wewe ukasema, ili kwama. Wewe ukisemwa, basi sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Tunaelewana? Yani ukisikia mtu amekusema mahali sio na nini na nini, bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Hiyo silaha inaitwa kizungu very effective. Very effective. Utashinda tu. Haleluya. Haleluya. Hao watu wakamuomba dua Mungu, akaweka mchana. Nataka tuishie hapo hapo. Nataka tumuombe dua Mungu wetu, vyovyote vile ilivyo, popote pale ulipofikishwa na hao kina Tobia, vyovyote vile ilivyokuwa, yoyote yale waliopanga. Lakini tunaona hapa jibu lilikuwa ni kumuomba dua Mungu wetu. Sasa nasisitiza sana, uwe mtu wa kumuomba dua Mungu wako. Lakini napenda nikuonye na kuonya, nitumie kabisa hilo neno. Usije ukafikiri hao watu hawapo kwenye maisha yako, ukastarehe tu. Na saa nyingine kuna starehe unaweza ukazifanya wala si starehe, kwa sababu unaweza ukastarehe kwenye hali mbaya, umetulia tu. Usije ukafikiri hawa wapo, ulivyobomoka hivyo ni hawa. Si mmenielewa? Ni hawa. Lakini dawa ipo. Dawa tulimuomba dua Mungu wetu. Na si leo tutamuomba dua Mungu wetu. Na siku hizi tulizo hapa tutamuomba dua Mungu wetu. Kama umeshazoea maneno ya Mungu, shauri yako. Umezoea wahubiri wanakuja, shauri yako. Sisi sio wahubiri wa kuigiza. Mimi siigizi mahubiri, naongea kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Daka, shika hilo neno, koma nalo, tutakutana tumevuka mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.